Naona ahadi yetu ya kukesha tunaelekea kuikamilisha. Sasa ni wakati wa kumkaribisha Dr. Alhaji Sheikh Mustafa Rajab ambaye ni Sheikh mkuu wa mkoa wa Dodoma. Pia amehudhuria hapa akiwa mwakilishi wa Mufti Tanzania. Kwa hivyo sawa na heshima yako tunayoitambua, tukukaribisha inshallah ili upate kuzungumza na Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah القائم بالحقوق الله وضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد، معالي سماحة مفتي جمهورية بوروندي فضيلة الشيخ مسعود وإسلام، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mheshimiwa Mufti wa Burundi Fadilatu Sheikh Masudi ambaye ndio mwenyeji wetu, umetutarafisha na umetupa thawabu kubwa kwa mwaliko huu adhimu kwa ajili ya kuhudhuria mazazi ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mheshimiwa Naibu Mufti Sheikh Tano Abbas Hussein, Mheshimiwa mwenyekiti ulioniachia nafasi hii ambapo umetumia lugha mbili ambazo ni lugha muhimu sana, lugha ya Afrika Mashariki ya Kiswahili, lakini na lugha ya watu wa Burundi. Barakallahu. Mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa wa Burundi, Sheikh ambaye ndio MC wetu, Sheikh Asadullah, tunakushukuru kwa kutuendeshea shughuli vizuri mpaka sasa, tunaendelea vizuri. Mheshimiwa wageni wenzangu kutoka mataifa tofauti, Fadila Sayyid Sheikh Hussein Albidhi, tunakushukuru kwa kuipamba shughuli yetu na kuingiza furaha ndani ya nyoyo zetu kwa mawaidha mazuri yenye kutujenga na yenye kuipa afya hadhara hii, kwa sababu ulichokifanya ni tarwihul qulub, umezistarehesha nyoyo zetu, na Mtume Muhammad
anasema rawihul quluba sa'atan fa sa'a, sistarehesheni nyoyo, msipumbaze kitambo baada ya kingine. Lakini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ahabbul a'mali ila Allah ba'da al-fariida idkhalu sururi ala al-muslim, amali njema inayopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu baada ya faradhi ni kuingiza furaha au kumsababishia Muislamu mwenzio apate furaha. Tumecheka, tumefurahi. Muda huu sasa ni saa 8, lakini tunaona kama ni saa 2 kwa sababu ya nashabat ambazo zimeletwa na mashekhe zetu na mawaidha mazuri. Nisimsahau rafiki yangu, ndugu yangu, kipenzi changu Fadilatu Sheikh Muhammad wa kusoma maktaba inayotembea, ambapo leo ameusomesha umma ambao uliokuwa haumjui Mtume umemjua Mtume, na ambao unamjua Mtume umezidi zaidi kumjua Mtume. Mwenyezi Mungu ambarikie sana. Waheshimiwa viongozi wa serikali mliojumuika nasi mkaacha shughuli zenu mbalimbali, lakini kwa ajili ya Mtume Muhammadin, nimefurahi baada ya kusikia balozi hapa. Tumeendelea kuwa nao toka salatu al-asri. Tumekutana na balozi wa Egypt, Jamhuriyatu Masri al-Arabia, lakini ubalozi wa Uturuki, ndugu zetu kadhalika Pakistan. Lakini leo nimefurahi, nimemkuta katika hadhira hii balozi wetu wa nchini Tanzania ambaye yuko Burundi hapa. Ni jambo lenye kufurahisha sana. Lakini kilichonifurahisha zaidi ni ushirikiano mkubwa kati ya Jumuiya ya Kiislamu ya watu wa Burundi, Kosibu, na wenzetu, ndugu zetu Shia Ithna Sharia. Walillahi alhamdu, hadha huwa alfawzu alazim. Huku ni kufaulu kukubwa sana. Nisimsahau mjumbe wangu al-mashuhuri BAKWATA mkoa wa Dodoma ambaye nimefuatana naye, lakini mratibu wa elimu BAKWATA mkoa, Mwalimu Hamis bin Ali, kama yupo asimame atoe salamu hapo alipo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini dereva wetu ambapo yeye amesimama kama msaidizi wangu, ndugu yetu Ustadhi Musa Saidi, naye atoe salamu pale. Ndugu zangu, kina baba na kina mama, pamoja na walimu wa madrasa, mashekhe na maulama, niseme ma ajma'ana fi hadhihi al-buq'ati al-mubarakah illa al-mahabba wal-mawadda wal-ukhuwwah al-islamiyyah fima bainana. Hakuna ambacho kimeweza kutukusanya leo hapa watu waumini wa dini ya Kiislamu kutoka sehemu tofauti tofauti, nchi mbalimbali, si kwa jambo lingine isipokuwa ni kwa yale mapenzi ya dhati tulokuwa nayo kati yetu katika viwanja hivi vitukufu. Lakini udugu mkubwa ule wa Kiislamu ndio umeweza kutukusanya hapa, lakini zaidi ni kwa ajili ya mahaba, mapenzi ya mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tumekubali tabu zote, kama alivyosema Sharif Hussein Albir, yalowasibu katika safari yao. Laqad laqina min safarina hadha nasaba,
lakini nasaba ni kwa ajili ya Mtume Muhammad. Tabu zote hizi ingelikuwa si kwa ajili ya Mtume, leo hakuna yoyote angeliweza kukaa hapa mpaka muda huu. Tabu zote hizi za safari kutoka Kenya, Tanzania, Burundi, huko mikoani, mipakani, Mwanza, Kigoma, Bagamoyo. Leo tunaye Sheikh Isa hapa, mzee wetu wa kitarika, yupo hapa na tumekuwa naye muda mrefu, walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu anipe kheri. Lakini yaliyotukusanya ni mahaba ya Mtume Muhammad. Na hata tumekutana na wengine, wewe pia huko hapa nipo, tumekutana huko, tukutana Tanzania, anayetukutanisha ni Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lakini si kwa jambo lingine, ibtighaa mardhatillah, ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu kupitia sayyidul alamin, sayyidul arabi wal ajam, Mtume Muhammad, kwa sababu ya utukufu na heshima yake kubwa aliyotunukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi katika utukufu huo aliokuwa nao, na ndio maana sisi tumekubali kukata masafa na kukesha hapa ili tuwe sehemu ya utukufu huo wa Mtume Muhammad, kama anavyosema msemaji, idha sakhara al-ilahu nasan li sa'idin fa innahum su'ada. Mwenyezi Mungu anapowadhalilisha watu, kuwapa taabu, kukesha, kutopata usingizi, kutostarehe, kuacha shughuli zao mbalimbali baada ya mchana kutwa katika hali ya kutafuta maisha, siku ilibidi tustarehe, tupumzike. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara maasha. Usiku ni wastarehe, mchana ndio kukimbizana na maisha. Lakini yote tumeona si lolote chochote mbele ya Mtume Muhammad. Ndio akasema idha sakhara al-ilahu nasan li sa'idin, Mwenyezi Mungu anapowadhalilisha watu, kuwatweza kwa ajili ya utukufu wa Mtume Muhammad, fa innahum suada, na wao wanaingia katika sehemu ya utukufu huo. Kwa hivyo tuelewe sote tulokusanyika hapa kwa ajili ya Mtume, kwa ajili ya kueleza sifa zake Nabii Muhammad, historia yake Nabii Muhammad, kumtakia rehema Nabii Muhammad, na sisi tunaingia katika sehemu ya utukufu wake. Ndugu zangu, kama si mapenzi tulokuwa nayo kutokana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu yote na wala msiachane. Naamini huu ndio mshikamano mkubwa, naamini huu ndio ushirikiano mkubwa, naamini huku ndiko kusapotiana kukubwa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametuambia wala tafarraku, wala msiachane. Lakini wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu aliyokuneemesheni, sio neema nyingine, neema ya kuletwa kwetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, kumbukeni neema hiyo ya Mwenyezi Mungu aliyokuneemesheni, ni neema ya Mtume Muhammad. Pindi mlipokuwa huko nyuma, kabla ya kuwa kuja Mtume Muhammad, mlikuwa nyinyi maadui, mnaishi katika hali ya kutoelewana, hali ya kutothaminiana, hali ya kutojaliana wala kuheshimiana. Fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akazizoesha nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkasiri
na mkawa kwa neema ya kuja kwetu Nabii Muhammad, mkawa sasa ni ndugu. Udugu wetu wa Kiislamu ni udugu uloletwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kipindi kile watu walikuwa wanaishi kiukabila. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akafuta ukabila. Alipofuta ukabila, kabila la Ausi na Khazraj, na watu walikuwa wakijifakharisha kwa makabila, Mtume akafuta lile kabila, waishi kama Ansari na Muhajirin. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatunasihi na kutusia tuishi kwa kushirikiana, kama hivi leo tulivyo mataifa tofauti hapa, lugha tofauti hapa, makabila tofauti hapa, lakini Mtume anatupigia mfano wa waumini wa kikweli, kama ilivyokuja katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir aliposema mathalul mu'minina, mfano wa waumini wa kikweli. Hajasema mathalul muslimina. Hapa kuna tofauti kati ya Waislamu na waumini. Unaweza ukawa Muislamu lakini unapinga maulidi. Unaweza ukawa Muislamu lakini unapinga hitma na talqin. Unaweza ukawa Muislamu lakini mlevi, bado utakuwa Muislamu. Unaweza ukawa Muislamu lakini mzinifu. Unaweza ukawa Muislamu lakini unasema urongo, kama alivyosema Sharif Hussein Albi. Unaweza kuwa Muislamu lakini mchawi. Lakini mu'min, kama alivyosema, la yakdhibu. Muislamu asemi urongo, wala yasrik, wala yasni, haibi wala hazini. Mu'min ndiyo Mtume aliyompigia mfano hapa. Imani ni tofauti na Uislamu. Qalatil Arabu amanna, hata Waarabu nao walijaribu kusema kwamba tumeamini. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume akawaambia kam tu'minu bal qulu aslamna, nyinyi hamjaamini bado. Imani ni kitu tofauti na Uislamu, kwa sababu semeni tu sisi tumekuwa Waislamu, lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bado imani ya kweli haijaingia katika nyoyo zenu, nyinyi mabedui, nyinyi Waarabu. Ingekuwa imani imeingia katika nyoyo zenu, mngekubali Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msingempinga na wala msingesema urongo. Na ndio maana Mtume alivyosema mathalul mu'minin, mfano wa waumini wa kikweli, fi tawadihim, katika kule kupendana kwa mioyo yao ya ndani, watarahumihim, na kuoneana huruma, wataatufihim, na kufanyiana upole mambo yao. Mtume akawafananisha waumini hawa wa kikweli, akasema kamathalil jasad, ni sawasawa, ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja. Waumini hawa idha shtaka minhu udhu taja'alahu sa'irul jasadi bisahari wal hum, kinapougua kiwiliwili, kiungo kinaposhtakia maumivu, basi taja'alahu sa'irul jasadi bisahari wal hum, mwili mzima unapelekea kuumwa na kukesha kwa homa, kwa maumivu. Likiuma jino huwezi kulala. Kwa nini hulali na wakati linalouma ni jino? Ukiwa na mafua huwezi kukaa raha mustarehe. Kwa nini? Na wakati ni mafua, kwani mwili mzima?
Ukiumwa leo kichwa, mwili mzima unashtakia maumivu, ni kwa ajili ya mawasiliano ya viungo vilivyopo ndani ya kiwiliwili kimoja. Hivyo Muhammad anatutaka tuishi katika mshikamano sisi waumini. Shida yako iwe yangu, raha yangu iwe yako, tatizo langu liwe lako. Huyu na huu ndio udugu wa Kiislamu wa kweli kweli, ambao ndio udugu mkubwa kuliko udugu wa kuzaliwa. Naweza mkawa ndugu wa kuzaliwa, baba mmoja na mama mmoja, lakini udugu wenu, kuna mwingine katoka katika Uislamu, sio Muislamu, akaritadi. Kwa hiyo huyu alioritadi, ukifa wewe hawezi kukurithi, wala wewe yeye akifa huwezi kumrithi, kwa sababu sheria inasema ahlul millatani la yatawarathani, watu wa dini mbili tofauti hawezi kurithiana. Kwa hivyo kama huna ndugu, mali zako zitachukuliwa kupelekwa Baitul Mali. Ndugu zangu, nimalize maneno yangu wa Burundi, kwa juhudi zako kubwa. Huu leo umma umefurika hapa. Hii sio maulidi ya kitaifa, ni maulidi ya kimataifa, kwa sababu watu wametoka mataifa tofauti wamehudhuria hapa. Lakini ni juhudi zako wewe, namna unavyopigania Uislamu na unavyoulea katika nchi hii ya Burundi, hekima, busara na upole wako na ushirikiano wako mzuri, na namna unavyojitoa na wewe kwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya mambo haya. Mheshimiwa Mufti, haya maneno ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana amenituma ishie sana zake kutoka moyoni mwake, na anasema hayupo na nyinyi kimwili, mmeniwakilisha mimi, nimemwakilisha mimi, lakini kiroho yuko na wewe na yuko na Waislamu wote wa Burundi. Na Mheshimiwa Mufti anasema anawapenda sana na anawapongeza sana na anakutoleeni salamu sana. Anasema ipo siku ambayo haina jina atahudhuria katika hadhara kama hizi, na wito wote mtakaomwalika. Imefika mahala Mufti ameshindwa kuja kwa sababu ya dharura ambazo ziko nje ya uwezo wake. Alikuwa ziarani na tulikuwa naye, nimempokea pale Dodoma, makao makuu ya serikali. Alikuwa anatembelea mikoa mitano, kaanzia Dodoma kaja Iringa na kwenda Njombe, Makambako, na hivyo anaelekea mpaka kule mkoani Lindi. Lakini pamoja na hivyo amekatisha ziara, ana safari ya kwenda nchini Saudi Arabia kwa mwaliko rasmi wa mfalme. Hivyo ameshindwa kuhudhuria. Akanambia jitahidi, nenda kaiwakilishe nchi ya Tanzania, Waislamu wa Tanzania, na uniwakilishe mimi kuwa tunawasapoti Kosibu na tuko pamoja nao, wajue kwamba wao ni ndugu zetu kwa ukaribu, lakini zaidi ni ndugu zetu katika imani. Na hata kumbukumbu, Uislamu wa Burundi umezaliwa na taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mufti anaithamini sana hadhara hii na ameonyesha masikitiko yake makubwa kutofika kwa kuungana nasi hapa. Nayo ni kwa sababu umeshafika Tanzania, katika hadhara za Tanzania, Temeke, umeshafika sehemu mkoa wa Katavi, umeshafika sehemu mbalimbali na umezungumza na umetoa salamu za Waislamu wa Burundi. Hivyo Mheshimiwa Mufti anathamini mchango wako mkubwa katika kuulea Uislamu nchini Burundi, lakini kuunganisha Waislamu wa Burundi na Waislamu wa nchini Tanzania. Ndugu zangu, hizi ndizo salamu za Mheshimiwa Mufti na Sheikh wetu Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana. Kwa hapa nami nisiwe na maneno mengi sana,
isipokuwa niachilie hapa nisije nika mfano kama yule bwana aliyotoa interview wakati anazungumza. Baada ya kuzungumza sana akatazama hadhira, na wengine wanaongea, wengine wanakaribishana chakula, wengine wanapiga miayo. Asikabidi atoe interview kwamba man minkum yarda an yadkhula aljanna, katika nyinyi nani miongoni mwenu anaridhia kuingia peponi? Watu wakaonyesha vidole, wote wanataka kuingia peponi. Shekhe akauliza tena, wa man minkum yarda an yadkhula an-nar, katika nyinyi nani anaridhia kuingia motoni? Hakuna aliyonyosha isipokuwa bwana mmoja yule, yeye katika pepo hakunyosha na katika motoni pia hakunyosha. Shekhe akamwona, ambia bwana wewe, nimesema wale wanaoridhia kuingia peponi hukunyosha kidole. Nimerudia kusema wanaoridhia kuingia motoni hukunyosha kidole. Haya, wewe wataka kwenda wapi? Ambia mimi shekhe nataka kwenda nyumbani bwana. Sasa isije ikawa wa peponi hawapo wala wa motoni hawapo, yupo anayetaka kwenda nyumbani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafurahika kwa kalima yako na ujumbe umefika wa Tanzania. Elimika kupitia maneno yako. Kwa hivyo tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq wa sadad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad.